Wadada wote 7 waliolewa siku moja na wote walikuwa ndugu wa familia moja. Wadada wakubwa wote 6 waliolewa kwenye familia za matajiri wenye pesa ambazo sio za kuchungulia, yani kiufupi ni pesa mingi sana. Ila yule mdogo kabisa wa kumuita Liu aliolewa na fundi garage mmoja hivi, ambaye ukimfananisha na hao akina Junior wengine utakuwa unakosea sana. Wakati wengine wanakuja kuchukuliwa na Mercedes makali, yani mwamba akatimba na matrekta matatu, naambiwa mbona leo kazi hivi. Dada zake wakaanza kumkandia sana kwamba mbona matrekta shido nino tena. Ila Liu hakuwa na shida wala nini yani, ila hakuna aliyegundua kwamba ambacho kijui usikilete hisia wala ujuaji, utajikosea. Bana, follow account yangu mpya ya Hega Media and enjoy the vibes bana, tunaendelea. Liu akadunda juu ya trekta, unyama ni horsepower milioni 110 bana, trekta ina turbo kwanza, unaambiwa wewe uliona wapi? Ila amefika nyumbani kwa mmewe bwana, akakuta shemeji anaumwa utindio wa ubongo, ni kumwaga udenda tu kitanzania. Shemeji wa pili ni mento hatari, yani kifupi ni chizi, kabeba msosi analia chini ya meza badala ya juu ya meza bana, leo utapenda. Mama mkwe ni kilema kabisa, ni gongo moja mkononi, akasema leo kazi ipo. Mama akasema karibu sana mwanangu, afa akamwambia Beni, utalala na mkeo kwenye kitanda cha matofali kuanzia leo. Na akasema kwamba familia yetu bado inajitafuta, yani ukiachana na kwamba hatuna pesa, matatizo hapa ndo nyumbani kwao, yani shida kwenye hii nyumba ni hit song. Beni akataka ajitetee kidogo bana, kwa sababu Liu akija kujua ukweli atazimia na akiamka atakimbia. Akasema ila sio kwamba kila siku tunalaga njaa, siku nyingine tunakulaga. Ila Liu hakuonyesha dalili zozote za kuwa shit down. Ila sasa akasema pole sana, najua unapitia wakati mgumu kubeba majukumu yote ya familia peke yako. Akasema kwamba anajua kwamba hii nyumba ni ndogo, ila nilichoipendea ni kwamba ni safi na imepangiliwa vizuri sana. Hadi kichaa alishtuka, unaambiwa. Liu akasema naamini kwamba wote tukiwa kama familia tukashirikiana vizuri kabisa tutaweza kuboresha maisha bana. Mama mkwe akasema jamani, ulikuwaga wapi wewe? Akasema nilikuwaga huko Beijing, China. Mama mkwe akachukua funguo ya safe ya mali za familia na kumkabidhi Liu, ambapo hiyo inaashiria kwamba yeye ndo atakuwa kiongozi. Kwa Liu yeye ndo akawa kiongozi wa familia ya Jiang family. Liu akaona kwamba japokuwa wanajichanga tumia miatu wao, lakini wameamua kumwamini na kumpa funguo ya kibubu ili awaongoze kufikia malengo, yani kiufupi wamemkubali mwanzo mwisho. Ila ambacho walikuwa wajui ni kwamba hiyo funguo sio ya kibubu, yani ni ya gububu, kwa sababu ni kubwa sana, yani safe yenye mali na nyaraka